unaficha dhambi. Wana Mungu, dhambi ambayo inakusumbua kwenye maisha yako usiwe ni mtu wa kuificha. Tafuta mtumishi wa Mungu ambaye unaona kwamba huyu ana kifua, kwa sababu kuna watumishi wengine hawana nini? Hawana vifua. Mnanielewa? Mnanielewa watumishi wa Mungu? Sio kila mtumishi ni wa kumwambia kitu ambacho umeshakosea. Kuna watumishi ambao hawana hofu ya Mungu kabisa. Yaani ana hofu ya Mungu lakini hana kifua kabisa, friji aligandishi. Unamwambia leo hichi kitu, anaenda kusema madhabahuni. Yaani wewe madhabahuni ndo anakutolea, wewe ndo unakuwa ndo case study. Wewe ndo unakuwa ndo mtu wa kutolea ushuhuda mbele za watu wote. Kitu umemwambia ofisini, anakuja kukuhubiria hapa. Yaani kama ulivyomwambia vile, anahubiri hapa vile. Sio kila mtumishi ni wa kumwambia. Kuna watumishi hawana kifua kabisa, watumishi wa Mungu. Yaani watumishi kabisa, na nyinyi ni wangapi? Nyinyi mangapi mmeona watumishi wa Mungu mnamwambia kitu mtumishi wa Mungu kimeshatoka nje? Unajiuliza kama hili jambo jana niongea jana na baba mchungaji. Hii jambo jana niongea na apostle. Limefikaje kwa mtumishi Michael? Limefikaje kwa mtumishi Kwani? Limefikaje kwa Jackie? Limefikaje kwa mtumishi wa Mungu Prosper? Unakuta kama hili jambo tuliongea tukiwa wawili na mtumishi wa Mungu, nilikuwa ninamwamini lakini ameshaitoa. Kwa hiyo sio kila mtumishi wa Mungu ni wa kumwambia vitu vyako. Ninaposema kwamba omba msaada wa kiroho, angalia ni sehemu gani unaweza kuomba msaada nini? Kuna watumishi wa Mungu hawa wanakuchoma, watumishi wa Bwana. Yaani mchana kwa upo unamwambia kitu kama mtumishi wa Mungu, ukiona unahitaji kwamba atakupa msaada, ukiona unajua kwamba atakusaidia, lakini ndo anakuwa ndio mtumishi ambaye anageuka. Hana kifua kabisa, yani mtumishi wa Mungu.